njoo na mimi twende China tukanunue vifaa vya ujenzi. Hapa nilikuwa nimetoka kuamka kwa saa 9 usiku, cheki nilivyochoka. Tulifika China usiku tena, it's like 10 hours flight. Kaingia kwenye metro, hizo ni subway za China hizo. Ule hapa nimeanza kuchangamka, nikaenda nje ya mji kesho yake hapo, nikasema ngoja nifanye shopping kidogo. Nilienda bila nguo, nikasema nitanunua nguo za China, sitaki masiara. By the way, nilikuja China kipindi kilikuwa ni cha Canton Fair, so nikasema I can never miss it for a day. Nikaenda zangu Canton Fair pale, nikakutana na new suppliers, new technology. It was a good experience. Tuachane na hizi introductories nilizozifanya. Client wangu alikuwa anakuja later on, then nikampeleka kwenye what iliyotupeleka China. Tukaenda kuangalia vifaa vya ujenzi for finishing part, tiles, bathroom accessories. Tukasema leo tuishie hapo kwanza, tukale. Tukaenda kwenye sehemu za Kichina hapo. Baada hapo tukaenda kwenye karaoke kidogo, kazi na dawa. Then tomorrow tukaamkia tena kuendelea na kufanya assessment ya materials. Hapa tuko kwenye kikao kizito kidogo na Wachina. Hapa tunafanya mambo ya home design, smart house, tukafanya mambo ya AC. Kama unaona Mchina anajaribu ku make sure tunanunua bidhaa, yani anaelekeza kweli. But it was a good experience, tulielewa. From there tukaenda kwenye furniture phase 1. Kwenye hii furniture phase 1 tukasema inatosha kwa leo. Uyo najiongoza kuondoka hapo. Then tukaenda hotelini. This is a hotel. China, it's way advanced. Unaweza kuona how an hotel in China looks like. It's just wow. Kwa hii ni hoteli. Hapa niko na client akisema iseme tu record hiki tukipeleke Tanzania. Kaambia worry not, kwa sababu tunachoenda kujenga ni service apartment, na hii hapa iliyopo ni service apartment. Service apartment ni apartment ambayo you can do a little bit like Airbnb, kitu kama hicho. Kwa hiyo that is what we are bringing to Tanzania. Kwa tumefika kwenye hoteli tukakuta the same idea wanayo. It was a good experience. Look at these rooms, man. Just look at these rooms. Basi tukapata hizo ideas kutoka kwa Wachina, tukasema Tanzania, we are coming for you. Baada ya kuja hapa hotelini, kama unavyoiona hiyo ngazi hapo, tukaipenda, nikairecord, nikasema we'll see what I can do with that. Tukaendelea na kitu kilichotuleta China, lakini nikamwambia mteja tukatumia la kidogo kwa watu wa Apple. Akakubali, let's go to Apple. Hapa tukaenda tukanunua zetu MacBook Pro M4, tukanunua Apple Watch, tukanunua some iPads. Hapo nilikuwa naangalia vitu hapo vya Apple. Aya, tukasema tukapanda gorofa refu kabisa from China. Tukalipanda ile ni gorofa refu, ni Guangzhou actually, kwa sababu tulikuwa Guangzhou most of the time. Baada ya hapo tukaenjoy life kwenye ile gorofa, unaona linakimbia 10 meters per second. Tukaenda for the final part kuangalia furnitures for rooms na reception na restaurant. Kama unavyoona hapo ni rooms. Backdrop yake ilikuwa way amazing. Tuliipenda, tukasema hii lazima iende Tanzania. Basi it was like just like that. Spent like 2 weeks in China. Hapa nikarudi ofisini. Tuna branch kule China. Nilikuwa na compile out everything tulichojadili na mteja. Keep up.